Ustadh Ramadhan, naam, tunakuja katika walimu wa madaris, walimu wa skuli na maimamu. Hawa watu hawa wana mchango gani katika da'wa kwa ajili ya kulingania watu katika Uislamu? Subhanallah alazim. Wao nafikiri ndo wameushika umma kichwani. Subhanallah. Sasa kama wataamua kuwaachia, manake wanaenda kuua umma. Mimi leo huwa napata tabu sana kuelewa baadhi ya shule au baadhi ya madarisi ambazo mwalimu mathalan wa kike anakwenda kufundisha, anafundisha civics au history au na kadhalika katika masomo hayo mathematics na hivyo, lakini muonekano wake wa mavazi yake, kuna somo lingine mwanafunzi analichukua chini kwa chini, ambalo linafahamika zaidi na tena kwa uwazi, na sio tu kufahamika, linaingia mpaka kwenye moyo, maana yake moja kwa moja. Halitaki tuition hilo, hapana. Wala hahitaji kwamba wiki fulani mje au siku fulani, ile pale anatoka nalo yule mwanafunzi. Kuna jamii tunaitengeneza ya waizi, kuna jamii tunaitengeneza ya wazinifu, wazinzi. Mungu atustiri, atuhifadhi na vijana wetu. Kuna jamii tunatengeneza ya walevi ambao wanashinda kwa sababu anaona kabisa mwalimu huyu amekuja leo anakunywa pombe, au kuna harufu fulani ya bangi au sigara na kadhalika, au anamtuma hata sigara, au mwalimu fulani ukaja katika mazingira hayo, mwili wote unaonekana. Sasa katika mazingira kama hayo, huyu anachukua zaidi kwenye ile yale anayoyapata kwa vitendo, kwa muonekano zaidi kuliko anayosikiliza ambayo anayopewa kule ubaoni. Na ndio maana Musa alayhi salatu wassalam, hata namna alivyoathirika, naye aliathirika baada ya mushahada. Alivyoambiwa ujumbe na Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza kwamba kuna kitu watu wametoka katika njia ya Mungu, wanaabudu ng'ombe sasa hivi. Jaziba ikapanda, lakini akafanya haraka kufika katika mazingira yale, anatizama kweli kwa macho yake, jaziba ikapanda zaidi. Fa akhadha bi lihiyati akhihi, akamvuta ya akhi Harun. Wanafanya nini? Wanachuona wasema laysa al-khabaru yani kalmushahada. Haijawa ile kumfikishia, kumsikilizisha, kama ile kushuhudilia, kutizama, ndio anakwenda katika mashule. Sasa tutahadhari sana kwa sababu watu wanachukua elimu zaidi kitabia kuliko kuchukua kimaneno. Kwa maanisha ustadhi kwamba na vile vile kwa upande wa walimu, maimamu, wana mchango aina mbili kama wazee, kama vitendo vyao na vile vile kwamba na maneno yao mazuri yale ambayo wanayozungumza. Kwa ustadhi, naona muda umetuwasha mkono, na watazamaji wanataka kalima dakika moja. Kitu gani nasaha unazowapa kupitia mada yetu ya leo? Dakika moja ustadhi, sababu na muda unawasha mkono. Tuvae Uislamu ambao unaeleza watu kwamba huu ndio Uislamu. Yani kwa mfano haraka tumevaa kanzu sawa, lakini mimi nimegeuza ndani nje ndani. Katika mtizamo, wewe ukitoka katika jamii, mtu atakuona waajabu, mbona kavaa kanzu yule? Lakini kanzu ndio ni kanzu, lakini katika mtizamo unaonekana waajabu, unaonekana kama upo sawa. Sasa maimamu, mashekhe na hao wote ambao tuna jina Uislamu, tuvae uhalisia wa Uislamu. Na tusibaki katika kopi kwamba wazee wetu walikuwa hivi, waliishi hivi na kadhalika, bali tuufikishe Uislamu kwa uhalisia wake, kwa vitendo na kauli njema. Lakini kwa kufungia Ustadh Ramadhan vile vile na Salim kujengia na mwisho, hii da'wa ni je, sisi tunapolingania watu tunalingania makafiri au Uislamu au vipi? Subhanallah. Nusu dakika na kubasa. Subhanallah. Kulingania ni kwa umma mzima. Huyu alikuja rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Bali hata baadhi aya inaonyesha kwamba jadiliana nao, hawakuwa katika Uislamu. Wale wanafikishwa Uislamu, waingie kwa Uislamu. Waislamu wanakumbushwa kunako Uislamu wako, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kwa da'wa mafhumu ya aya hii, manake ukitaka kumkumbusha yule ambaye sio Muislamu itakuwa ni vigumu, lakini kwanza aingie kwa Uislamu, alafu ndio uje huko. Kwa da'wa inakusanya kwa kafiri katika Uislamu, lakini Muislamu afahamishe Uislamu wake nini unamhitaka katika maisha yake ya kila siku. Ndugu Muislamu, kama tulivyoona katika kipindi chetu hichi kwamba da'wa ni kumlingania mtu katika Uislamu, au da'wa
kukumbushana mambo ya Kiislamu. Lakini vile vile tumeona katika kipindi chetu kwamba da'wa sio ya mtu maalum, sio ustadhi pekee yake madrasa, wala sio imamu, wala sio fulani. Da'wa inakusanya watu wote, kila mmoja anatoa mchango wake kwa uwezo wake. Ikiwa mtu ana mali, anamsaidia fulani kwa ajili ya kutoa da'wa, ikiwa mtu ana fikra, ikiwa mtu ana nguvu, ikiwa mtu ana gari, kila mmoja anatoa kwa uwezo wake. Ikiwa mtu anajua matatu, atafahamisha matatu. Asikubali kwa hivi hivi. Ndio kwa Allah subhanahu wa ta'ala kaulizwa, nini ulifanya kwa ajili ya Uislamu? Ulitoa kitu gani, mchango gani kwa ajili ya Uislamu? Kwa jambo kama hili ni jambo la watu wote, na kila mtu asisahau kujikea katika maisha yake au na mchango katika Uislamu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.